Utakapoona mambo haya katika maisha yako ya kila siku na bado uko kwenye uhitaji wa kutafuta mtoto, basi kuwa makini sana, maana inaweza kukupelekea wewe kuja kupata tabu ya kupata mtoto hapo baadaye, ama sasa hizi ndio inayokupelekea wewe shida ya kuweza kupata mtoto. Jambo la kwanza ni kukaa mwezi mzima ama miezi kadhaa haujapata hedhi, lakini baadaye inakuja vizuri tu, ni kama vile kulikuwa hakuna changamoto yoyote. Hii huaga inaashiria una changamoto ya mvurugiko wa vichocheo mwili, yaani hormone imbalance, na ndio maana unaona hali hiyo inakupata. Mara nyingi hali hii huaga inaambatana na mayai yako kutokupevuka. Unajikuta upo tu, lakini mayai yako hayapevushi katika kile kiwango ambacho kinatakiwa. Kama mayai hayapevuki, basi inakuwa ni ngumu sana wewe kuweza kubeba mimba. Jambo la pili ni kutokwa na uchafu. Inawezekana una harufu kali, lakini inawezekana hauna harufu yoyote, lakini unatokwa na uchafu sehemu zako za siri. Hii huaga inaashiria maambukizi katika via vyako vya uzazi. Inaweza ikasababisha mirija yako ya uzazi ikaziba, lakini inaweza kupelekea ukavu sehemu zako za siri na ikasababisha wewe kutokusikia hamu ya tendo la ndoa, ukawa una avoid kushiriki tendo la ndoa katika zile siku za hatari, kwa sababu huwa unapitia maumivu makali. Lakini pia jambo la tatu ni kuwapata maumivu makali wakati wa hedhi. Yaani wewe unapoanza hedhi unapata maumivu makali, ukiwa katika hedhi unapata maumivu makali, hata utakapomaliza hedhi unajikuta unapitia maumivu yale yale. Huwa inaashiria una changamoto ya endometriosis, yani uvimbe kwenye huwa inaashiria una changamoto ya endometriosis, au unaashiria una changamoto ya fibroids, yani uvimbe kwenye kizazi. Kwa hiyo unatakiwa uishughulikie hiyo changamoto uweze kuondokana na. Jambo la nne ni kwamba unapata damu ya mabonge. Hedhi yako sio ya kawaida. Inawezekana kuna kipindi cha nyuma ulikuwa unapata hedhi nzuri tu, hedhi smooth isiyokuwa na changamoto yoyote, lakini mara tu ghafla unajikuta unapata hedhi nyingi, unapata hedhi ya mabonge, yani unakuta unapata hedhi ni nyeusi, unakuta unapata hedhi ni inakuwa na harufu kali. Huwa inaashiria kwamba ni changamoto ambayo iko katika via vyako vya uzazi na unatakiwa kuishughulikia. Ukifanikiwa kushughulikia haya, itakuwa rahisi sana wewe kuweza kuondokana na changamoto yako na utakuwa tayari kuitwa mama. Kama unapitia changamoto yoyote kati ya hizi nilizozitaja, usisite kuchukua namba yangu unitafute leo, ili uweze kupata program ya kuondokana na changamoto hiyo ambayo unaipitia na uweze kutatua changamoto yako ya uzazi. Naitwa Madam Bahati na ni Bahati kwa video.